Leo ni siku nyingine tumekusanyika hapa na mgeni wetu mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, habari za huko ulipotoka? Habari ni nzuri. Karibu sana kwa mara nyingine. Asante sana. Leo tunataka tukwambie jambo moja, na watu ni wengi wamesubiri kusikia jambo, na jambo hilo tunataka tuelezee wokovu una aina ngapi, na wokovu ni wa namna gani, kwa sababu kuna wengi wanatamani waelewe vizuri. Kwanza nataka ufahamu kuna wokovu wa aina mbili. Wa aina mbili. Sawa? Wa aina mbili. Kuna mama walikuwa yafahamu. Kuna wokovu na ukombozi. Vitu viwili tofauti. Sawa, wokovu mara nyingi sana unadili na mambo mangapi? Matatu. Roho, nafsi na mwili. Sawa? Ukitembea kwa mfano kwa Kristo nakwambia na wokovu wa nini? Wa roho. Lakini ukombozi huwa unadili na nini? Na moyo tu. Moyo tu. Moyo tu. Sawa? Sasa kwa nini wokovu una mambo matatu? Mambo matatu maana yake ni nafsi ngapi? Nafsi tatu. Ambazo namna gani? Kwa adui alihakikisha anatugawa kutoka kwenye level ya moyo huu mmoja. Akahakikisha ndio vyumba vingapi? Vitatu. Ili kusudi aliyeumba ashindwe kukaa ndani ya kila umoja. Sawa. Umenitoka kwenye mabano hivi. Maana hapa kuna maswali sawa. Alificha kumbe. Hebu tufanane kiwazi zaidi, hata kindani zaidi hapa. Yaani nataka kusema hivi, unajua ndani yako humo kuna vyumba vingapi? Vitatu. Kuna roho, kuna nafsi na mwili. Ndio maana unaitwa majina mangapi? Matatu. Jina la kwanza unaitwa nani? Naitwa Deus. Jina la Deus, yes. Roho huyo. Jina la pili? Kadende. Kadende huyo baba huyo. La tatu? Siku ya kwenda. Huyo ndio babu au ndio maana anamiliki nini? Ukoo. Kwa maana walihakikisha ndani ya kila umoja kuna vyumba vingapi? Vitatu. Sasa kama tulipokea wokovu wa roho, nini maana yake? Kwenye roho ndo center walipotengeneza ulimwengu wa nini? Wa roho. Sawa? Kwa mujibu wa Efeso 6:12 inasema kushindana kwetu si katika damu na nyama, bali katika falme na mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa katika ulimwengu wa roho waliojua utendaji wake mle walikuwa ni wakuu wa anga, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya, wakuu wa nini? Wa giza. Kwa hiyo tusingekuwa salama. Kwa ndio maana unakuta matatizo ni mengi, matatizo ni mengi kwa sehemu ya ulimwengu wa roho. Sasa wakati umeenda umeombewa, kilichopona nini? Ni roho. Nafsi haijapona. Ndio maana unapenda nini? Ibada. Ila nafsi kwako haijawahi kupona. Mwili haujawahi kufanyaje? Kupona. Kwa hiyo unatushauri kwamba mwili, yani na maisha yetu tuishi katika nafsi ya moyo tu. Yaani ni kwamba hivi kusudi la Muumba kabla mambo hayajaribika. Uumbaji wote ulikuwa ni nini? Ni moyo. Sawa. Umeelewa? Ilikuwa nini? Ni moyo. Yaani kusudi la Muumba mimi na wewe na uumbaji wote ni nini? Ni moyo. Kwa maana adui alihakikisha ukishagawanywa vipande vingapi? Vitatu. Huwezi kutoa ibada vizuri na huwezi kuwa safi. Ndio maana watu wengi walipookoka unakuta wanapenda ibada, lakini wakirudi mitaani tabia ziko vile vile. Ni kweli. Hata na Yesu anayekusikiza au anayekuona hilo umesema penyewe, kwa sababu imekuwa ni sana asilimia kubwa. Unaenda kanisani lakini akitoka anakuwa vile vile. Ndio. Kwa mfano nataka kuambia kitu kimoja. Ukisoma katika Warumi 7:15 na kuendelea, kuna kitu Paulo pale anasema hivi. Anasema natamani kutenda yaliyo mema na isha kutenda nini? Mabaya, kwa sababu si mimi ila kuna kitu kinakaa kwenye nafsi yangu. Sio, umeelewa hapo? Kwa kila mmoja Muumba alimuumba awe vizuri, lakini kutokana na adui jinsi alivyokuwepo alihakikisha wewe hujui chochote mbele huko. Sawa? Ndio maana nimekwambia ndani kuna nini? Kuna nafsi. Kwanza taeleze kwanza habari ya roho. Nimekwambia roho ni center ya nini? Ya mapepo, wakuu anga, wakuu wa giza. Kwa mujibu wa Efeso 6 ngapi? 12. Haya, hivyo pia ukienda katika Warumi 8:23. Warumi 8. Warumi 8 ngapi? Hebu soma. Tusome hapa. Ili na mtazamaji. Warumi 8:23. Na mtazamaji unakuta
Anasema yes, kuna kitu nakitengeneza hapa kwa kila mmoja moja ni faida. Sawa sawa. Kwa hiyo Warumi, ngoja nisomee Warumi 8:23 inasema kwamba wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho sisi pia tunaugua katika nafsi zetu. Umeona? Kwa akasema tulio na malimbuko ya roho tunaugua katika nafsi zetu. Kwa maana kweli wewe uliombewa na ibada, unaenda unatoa mafungu ya 10, zaka, vyote unatoa, lakini matatizo yako pale pale. Kwa hiyo yale aliyopigwa kwenye roho yalikimbia wapi? Kwenye nafsi, akaenda kujitunza kule. Kwa hiyo unashangaa mtu yule ameokoka, baadaye anakuja kufanyaje? Kudondoka. Ni nini? Yale aliyopigwa alikimbilia kwenye nafsi kule, yakajifadhi kule, ila yanataji nyumba yake ni nini? Ni roho. Sawa. Ndio maana katika Luka ni Luka 11 mstari wa 24 mpaka 26 anasema huyo pepo akitoka huwa anatafuta kwenda kujihifadhi akae. Akisubiri arudi kwenye nyumba yake. Akirudi haji peke yake, wanakuja wangapi? 7. Akirudi asema hali inakuwa mbaya zaidi tofauti na ilivyokuwa mara ya kwanza. Kwa wengi hawakujua huwa anaenda nakaa wapi. Kwa hiyo anaenda anajitoa wapi? Kwenye nafsi. Kwa sababu ndani yako kuna vyumba vingapi? Vitatu. Kwa maana ukiwa wewe ni limbuko la roho au ukawa na wokovu wa nini? Wa roho, unajua bado lazima matatizo yafanyaje? Yakuwa ndani yako. Unajitahidi sana kupenda ibada, lakini uko vile vile, tabia ziko vile vile. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Nimesema hivi, ukiwa limbuko la roho, ugua ni nini? Ni lazima. Ni lazima. Ila ukiwa unajua, nikwambie kitu kimoja ambacho unajua. Hata ungekuwa master vipi na ubiri namna gani, hata tunadondoka. Lakini wewe kama bado uko kwenye limbuko la nini? La roho. Kuugua ni nini? Lazima. Naposema kuugua, si tu kuugua tu magonjwa. Sawa. Hata kutojisikia vizuri ni nini? Ni kuugua kinafsi. Sasa basi nisikilize vizuri. Pamoja na ujanti wote ule wa Yesu. Katika Luka 1:26 utaona Malaika Gabriel anapeleka habari njema kwa Mariamu. Anamwambia kwamba utachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na mtoto utakaye mzaa nani? Ni mwanaume, na jina lake nani? Yesu. Yaani Mungu pamoja nasi. Sawa? Sawa kabisa. Ukienda katika Yohana 11:38 anasema hali Yesu akigua tena nafsini mwake. Kwa sababu kwa limbuko la nini? La roho. Kwa hiyo ngoja nikwambie jambo hili, kama watu wanataka kupona. Yes. Wanisikilize vizuri kwa umakini. Yes. Najua watapata raha ambayo haijawahi. Najua hapa mtumishi. Kwa baadhi ya roho umenielewa vizuri. Wanachosubiri ambapo na mimi natamani nisubiri. Najua tumeelewa habari za roho, lakini tunatamani tufanye nini? Hebu tueleze tufanye nini kiufupi, tufanye nini ili satue sehemu ya usahihi, kwa sababu tushakuelewa kwamba kumbe kwenye nafasi ya roho kuna vitu vingi ambavyo ni madhara juu yetu. Sasa tunataka tupone sasa. Tuelekeze. Unataka kupona ni lazima ujue. Wanaofundisha kwa mfano nipeleke habari njema kwa wachungaji, mitume na manabii wanasikiliza sasa hivi. Naongea kwa ujasiri kabisa, wanisikilize. Sawa kabisa. Kwa makini. Roho inapona, nafsi inapona, mwili unafanyaje? Unapona. Sawa?